Waswahili na kuiteni kuna jambo hapa. Kupitia ukurasa wa Instagram, Mwijaku na mke wake wameweza kuwashushua watu na wameweza kuwasema watu wote ambao walikuwa wakisema kuhusiana na mahusiano yao. Mahusiano yao bado yana nuru jamani. Hebu tuwasikilize wanachokizungumza, halafu tutarudi hapa kutanabai hiki ambacho kinachoendelea kikoje. Pia tutasoma comment mbalimbali ambazo wadau wanauliza maswali mengi sana. Je, bado wataendelea kuuliza maswali ama vipi kuhusiana na hati jamani? Haya, tusikilize wanachokizungumza alafu tarudi hapa. Usha tu. This is new project. Tumeanza upya. Inashushwa chini. Beach plot. Tumeanza upya. Hivi ukaanza upya unasemaje? Tumeanza upya au vipi? Tumeanza upya. Haya. Nyinyi endeleeni kucomment huko. Endeleeni kushindana. New project. Waswahili, mmesikiliza kile ambacho walichokizungumza na pia vile vile kuelezea kuhusiana na project yao mpya, nyumba yao mpya ambayo wamejenga ufukweni jamani. Si gharama ndogo, ni gharama kubwa. Na wana pesa, wanaonesha wana pesa na wanaingiza hela kweli kweli. Sasa hizi ni comment ambazo wadau mbalimbali wameweza kucomment hapa kupitia hii post yao hapa, na watu wengi wakiwa wametoa sifa mbalimbali. Na huyu hapa anaitwa Joseph Plus anasema nipe kazi hiyo Mwijaku. Huyu ameomba kazi ya kufanya decoration kwenye hiyo nyumba na Mwijaku ame-reply hapa akasema njoo DM. Huyu anaitwa Nyindakra anasema umesahau kusema hala. Hamna, kama hujasikiliza mpaka mwisho basi hujaelewa. Mwishoni amesema hala kama kawaida na akamjibu hapa akasema mwishoni nimesema. Huyu anaitwa One Generation Service anasema Jaku boy mtu wa maana kabisa. Lakini huyu mwingine anaitwa Aisha Pisikali anasema nani anakubaliana na mimi Mwijaku kamzidi shepu mke wake? Toba. Haya ni makubwa jamani, huko mitandaoni watu wana comment kweli kweli jamani kwamba Mwijaku amemshinda shepu mke wake. Haya ni makubwa ambayo yalozuliwa na Manara. Tunaendelea kusoma comment mbalimbali. Huyu anaitwa Miss Reni anasema Manara eti anasema utuoneshe hati ya nyumba kama umejenga wewe. Anasema hivi hati inasoma jina la mke wako, nyumba sio zako. Eti kweli kakaangu, maana nilishangaa ujue. So huyu ni Miss Brain ameuliza kuhusiana na swala hili ambalo linaendelea huko, kuhusiana na nyumba hizo ambazo zinajengwa ni za kwake ama za mkewe. Mwijaku hili hakulijibu, lakini wengine wamejibu. Anasema wamemjibu anasema mbona alionesha hati sasa hivi tu Mwijaku hajataka kumu entertain au labda kaichukulia mkopo ila alioneshaga hati. Jamani jibu umepata hapa. Mwijaku alishawahi kuonesha hati ya mijengo yote ambayo anamiliki ama mali anazomiliki ni za kwake. Labda kama sasa hivi ataki kuonesha labda pengine kaekea mkopo, kachukulia mkopo na nini. Lakini pia vile vile ama sio kama sio kuchukulia mkopo basi kuna mambo mengine labda hataki tu kumentertain au kuendelea kujibizana na Manara. Huyu anaitwa Oliver Biara anasema mjenge nyumba za wapangaji au Airbnb, mfanya biashara wewe Mwijaku unajua kufanya matangazo sana, utapiga pesa sana kwa sababu sehemu ya kuishi mnayo tena ya kifahari. Sasa tujengeni sisi wageni tuwape pesa. Ni ushauri mzuri sana jamani. Huko kuni comment kuna vitu vingi sana. Kama unafanya posting ya vitu vyako ama biashara zako ama mambo mbalimbali ambayo yanaendelea katika maisha yako, uwe unachunguza sana comments. Kuni comments unaweza kupata watu wakakushauri mambo mazuri kweli kweli ambayo pengine usingeweza kuyafikiria siku zote. So haya huu ni ushauri ambao Mwijaku ameupokea na kusema ni ushauri mzuri sana. Amereply hapa anasema ushauri mzuri sana. Huyu amemshauri kitu kizuri kwamba sasa hivi instead ya wajenge nyumba za kuishi basi wajenge nyumba za biashara, nyumba za kupanga, ili basi wale ambao hawana nyumba za kupanga basi waweze kupata nyumba za kukaa. Lakini pia vile vile amesema kwamba Mwijaku ni mtu ambaye anaweza kutangaza vizuri na pengine wakitengeneza nyumba za kukaa ama nyumba za kupanga wanaweza kupata wateja wengi sana.
Ni kweli kabisa kwa sababu ya umaarufu wao, lakini pia vile vile kwa sababu ya kujulikana kwao inaweza kuwa rahisi zaidi kufanya biashara hiyo na ikawa kitu kimoja wapo ambacho kinaweza kuingizia hela sana. So Mwijaku ameonesha dhahiri shahiri kwamba yeye na mke wake, hawa wote wawili wameonesha dhahiri shahiri kwamba wao jambo lao ni moja, hawasikii la mahazini wala la mnadi swala, wala hawataki kusikia maneno yoyote ambayo yanasema huko nje. Ndio kwanza wanaendelea kufanya mambo juu ya mambo, wanaendelea kufanya mambo ya maendeleo kama hivyo mmeona, wameonesha project yao mpya na wanaendelea kudhihirisha kwamba wao hawawezi kuachana kwa ajili ya maneno ya watu. Sasa mimi niseme tu haya maneno yote ambayo haya mambo yote ambayo yanatokea wanamuadhirisha Manara ambaye aliongea mengi sana kuhusiana na mahusiano ya hawa watu wawili, na Manara ni kama vile alitwanga maji kwenye kinu kwa sababu hakuna chochote ambacho kilichotokea kati ya hawa wawili. Pengine alitegemea labda watu hawa wawili wataachana ama kutakuwa na mtafaruku humo ndani, lakini ndio kwanza wanaendelea kufanya project na kuonesha mjengo mpya na kazi zinaendelea kama kawaida na mapenzi yanaendelea kama kawaida. Kwa hiyo jamani, tujifunze kukaa mbali na mahusiano ya watu, tujifunze kutoingilia mahusiano ya watu, kwa sababu ukiingilia mahusiano ya watu ni kama vile sometime unaweza kujiadhirisha we mwenyewe bila kujua, kwa sababu watu wanaweza kukuletea maneno kwamba wanagombana wana nini, lakini kesho ndio wanapatana, alafu wewe ambaye ulikuwa ukichonga kimdomo unabaki ukiwa huna la kusema tena. Mimi ni Mswahili na nimekuleteni haya ambayo nimeyapata huko Instagram, na nikasema tuje kushare na ninyi leo kuhusiana na mapenzi ya watu hawa wawili, Mwijaku na mke wake. Licha ya mambo mengi kutokea, licha ya maneno kusemwa mengi, lakini bado wamesimama imara. Watu wamempa hongera na kongole huyu mwanamke wa Mwijaku kwamba ni mwanamke shujaa, ni mwanamke ambaye anaweza kuvumilia na mvumilivu kweli kweli, na ndivyo ambavyo inavyotakiwa mwanamke kuwa mvumilivu. Lakini pia vile vile kutosikia maneno ya nje. Tangu maneno mengi yameweza kuzungumzwa, amejibu neno moja tu, ile aliyojibu jana, kwamba anamwambia mume wake aachane na wale losers. Losers ni ambao yani waliofeli, watu waliofeli, waliopoteza na nini, kwamba wametoka mbali kutoka zero mpaka leo kwenye hero, na amemwambia anampenda sana, na leo amedhihirisha kwamba anampenda sana mpenzi wake Mwijaku kwa sababu bado they are together. Tumeona picha zao za nyuma zile walizoposti huko nyuma Mwijaku na mkewe, ikionyesha wametoka mbali kiasi gani huko, kutoka kwenye zero mpaka kuwa hero. Kwa hiyo kutokana na haya tunajifunza mengi sana. Tunajifunza mengi sana kwenye mahusiano, kwamba hatutakiwi kukata tamaa, hatutakiwi kuacha wale ambao tumetoka nao mbali. So ili uendelee kuwa kwanza kupata habari zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, na pia vile vile kushare jamani habari zetu.